Karibuni tena penzi kwenye video nyingine na mimi Bariki, natumaini hamjambo mkazima afya. Mimi sijambo, na kama uko mpya kwenye channel karibu sana. Na kama kwa zamani kila siku naangalia video zangu, Mungu aendelee kubariki. Na pia kama hujasubscribe naomba usisahau kusubscribe, na pia naomba usisahau kulike hii video. Umesha like, asante. Pia naomba usisahau kuacha maoni yako hapo chini, unataka nifanye nini kwa wakati mwingine au niongelee nini kwa wakati mwingine. Na leo tunakuja kufanya face mask nzuri sana ya kuweka usoni kwa kutumia papai na asali. Na hii ni nzuri sana, itasaidia ngozi yako kutoa makovu usoni kama mtu umeungua na jua, umeungua na cream, na pia kama una makovu na makunyanzi, kwa sababu ina vitamin C na ina vitamin nyingi sana maanisha papai. Na of course kuchanganya na asali na kuwa ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo papai ni nzuri sana kuweka usoni na pia ni nzuri kulila. Kwa hiyo kama upo ile sehemu ambapo kuna mapapai mengi, hakikisha unakula papai, na ni mazuri sana kusafisha hata tumboni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama mnavyojua Bariki ninavyosemaga, ukitaka kuwa na ngozi nzuri hakikisha unaanza kusafisha tumboni, unaanza kusafisha ndani mwako, toa uchafu wote. Kama unakula vyakula vya kukanga kila siku, kama unakula sukari kila siku, vitu vya sukari punguza kula hivyo vitu, ndio chanzo cha chunusi zako, okay? Kwa hiyo leo wapenzi, tunakuja kufanya hiyo maski ya papai ambayo ni nzuri sana. Na mimi sijaosha uso wangu. Of course kila pale unapokuja kufanya maski yako hakikisha unaosha uso wako vizuri. Kwanza nawa mikono yako. Sasa hivi kuna virusi vya corona, kwa hiyo hakikisha uwe unanawa mikono yako mara kwa mara. Kwanza nawa mikono yako. Ukishamaliza kunawa mikono yako, chukua maji yako safi na salama, alafu chukua sabuni yako. Chukua sabuni yako kama hivi. Mimi kuna sabuni fulani natumia, nitakuja kuonyesha kwa wakati mwingine. Chukua sabuni yako, na kuna video fulani nilifanya kwamba sanyeni kama una muda unaweza kufanya hivi vitu kwa usoni mwako. Kwa mfano kuchukua kama kahawa kufanya kuchanganya kwenye sabuni yako ukachanganya na scrub. Yaani kama ukifanya kama vile scrub kidogo usoni. Kwa sababu scrub ni nzuri sana, inasaidia ngozi kuwa laini na pia inasaidia kufungua vitundu. Kwa wale wenye pores humu, vile vitundu, hasa wenye ngozi ya mafuta, ni vizuri sana. Kama hauna muda kufanya scrub, chukua kama kahawa au manjano au asali, changanya kwenye sabuni yako unayoitumia, afu unawie usoni, itakusaidia sana. Kwa hiyo nachukua kama hivyo, naweka maji kidogo kwenye kahawa yangu na sabuni of course. Afu nachanganya kama hivi. Afu unanani usoni. Na hii kahawa unakuwa unasikia kabisa kama vile unafanya scrubs. Japo umechanganya kwenye sabuni, na itakusaidia kwa wale ambao wanasemaga hawana muda, okay? Unafanya hiyo, unajaribu kuosha uso wako kama dakika moja hivi ili kutoa uchafu wote, okay? Kuna scrub kama hivi kwenye sabuni, umeweka kahawa, usitumie nguvu sana. Tumia hasa vidole vyako, sio ukwangue, hapana. Osha kama hiyo vizuri. Unaona? Kama hivyo. Kama dakika moja hivi. Zile sehemu zote ambazo kwa mfano kama unajua kuna matatizo, kuna makovu, kuna mabakabaka, umeungua na jua chini ya macho, kahawa inasaidia sana pia kwa wale walioungua na jua. Ukimaliza suza nani yako, sabuni yako. Kumbuka hii kahawa nimeweka kwa mfano kama pale nilivyosema, unakuwa una muda wa kufanya scrub na unahitaji ngozi yako kufunguka ili kuweka ile mask, okay? Kwa hiyo tunakuja kusuuza alafu tuendelee. So ukishamaliza kusuuza uso wako na kutoka kwenye sabuni, chukua taulo yako safi. Kama una hakika taulo zako ni safi, au kama hujafua taulo yako, sababu upashi kutumia taulo moja kila siku usoni, utaweka bakteria. Unaweza tu kutumia hizi tissue za kawaida za kupangusia mikono. Mimi ndo mara nyingi wanatumia ili tu nisiweke usoni mwangu bakteria ambazo hazihitajiki. Ndio hizo uko unatumia kitu kichafu usoni mwako kama taulo, au unapangusia kitu kichafu, ndio hapo unajishtukia chunusi haziponi. Saa nyingine sio vitu ambavyo unatumia, ni vitu ambavyo unavyo tu nyumbani. Kama hivyo taulo nilivyosema, unalalia mito michafu, ndio maana uso wako hauponi. Hivyo kisha maliza kupangusa, basi tunakuja kutengeneza ile maski yetu ambayo utachukua papai kama hivi. Mimi nimechukua tu papai kidogo, ni kwa sababu sina mapapai mengi, katakata vipande vidogo kiasi tu, sio mengi, kiasi. Chukua tu papai kidogo, hata kama ukiwa unakula bakiza kidogo tu. Bakiza kidogo kama hivyo. Alafu uchanganye hivi na bonde papai lako. Alafu unanyili ukamlie asali kidogo hivyo, asali. Alafu changanya.
Ukimaliza basi kuchanganya kila kitu, unaweza kuweka mchanganyiko wako usoni mwako. Na mimi nasogea hivi karibu. Jamani, nikinawaga hii kahawa na sabuni nasikia uso wangu unatereza na unasikia kabisa hauna uchafu, hauna mnato wote. Ulisimama kabisa kuna ngaya, manake hamna uchafu wala nini. Na hii kahawa kuna chanya kwenye sabuni mara nyingi, sio kila siku, kama mara 3 kwa wiki, inasaidia ngozi yako kuwa nzuri. Kufanya scrub sio vizuri, fanya kila siku. Fanya kama mara 3 kwa wiki inatosha, au mara 4. Okay? Tunachukua mchanganyiko wetu wa papai na asali, unaweka usoni. Hivyo. Na kama una blush unaweza kutumia blush, lakini mimi wanapenda tu kutumia mikono yangu. Kwa sababu naona kama vile vitu vingi vinakaa kwenye blush. Yaani unaweka mfano kama hivi ukatumia blush, naona kama vile mask nyingi inabaki kwenye blush na ende usoni. Kwa hiyo mimi napenda kuweka kwenye midomo kama hivyo, chini ya macho ni muhimu. Kama una weusi nini hapa juu. Na hivi karibuni nimekuwa nikinanyilipulizwa na baridi, na mimi nikipulizwa na baridi nakuwa na kama vinanyi fulani kama eczema usoni. Yaani nakuwa uso wangu unakauka, nakuwa kama na vishilingi fulani usoni. Sijui nikisema vishilingi sijui mnanielewa. Kwa hiyo hii inasaidia sana ngozi kuwa laini na inasaidia kuondoa mabaka, na kama umeungua na jua au umeungua na cream na mafuta ambayo ni makali sana. Okay? Kwa hiyo naweka hivyo kila sehemu, zungushia kila sehemu, naona ni nyingi inabaki. Unatumia tu vitu vidogo kama hivi. Na hii unaweza kuifanya mara zote zile ambazo utaweza. Hata kila siku kama unataka ngozi yako iwe laini, fanya kila siku kwa sababu haina madhara. Okay? Fanya kila siku au mara 3 kwa wiki au mara 4 kwa wiki pale utakapopata muda, lakini hakikisha unaifanya mara kwa mara kwenye wiki. Usifanye tu mara moja ukadhani itakusaidia. Ndio pale mara kwanza utaona ngozi yako inakuwa laini, lakini baadaye ngozi yako haitakuwa laini. Kwa hiyo ifanye mara kwa mara. Na kwa wale ambao watumia asali, wana allergy na asali, naomba utumie uchukue kwa mfano kama hivi umebonda papai lako, tumia juisi ya nyanya. Kamulia kidogo juisi ya nyanya kwa sababu na juisi ya nyanya ni nzuri sana, inasaidia kwenye ngozi. Kamulia juisi ya nyanya, alafu upake usoni mwako. Kama hautumia asali, weka juisi ya nyanya, sawa? So kisha maliza kama hivyo, na nitaenda kusubiri kama dakika 10 au 15, alafu nje nisuuze. Na mara nyingi huwa nasahau kama nalala nayo, lakini haina shida tu kulala nayo, haina shida kwa sababu inakauka usoni. Ikishakauka haina shida. Hata ukilala nayo haitashika kwenye mashuka wala haitaweka uchafu. Kwa hiyo mimi tunasubiri kama dakika 10 au dakika 20, alafu nje nisuuze tuone ilivyokuwa. So wapenzi, kama mnavyoona mask yetu imeshakauka usoni, na ukitaka unaweza kulala nayo, lakini mimi nakuja kuisuuza. Na hivi ndivyo jinsi ilivyo, unaona. Inakuwa kama vile unang'aa usoni, na hii ni kwa sababu ya asali. Ukimaliza unasuuza na maji tu ya kawaida, maji ya uvuguvugu ya kawaida usoni. So nikishamaliza kusuuza uso wangu na pangusa, pia natumia karatasi kupangusa uso wangu. Kama nilivyosema, karatasi ni nzuri kwa sababu yenyewe unakuja ipangusia mara nyingi. Taulo unakuwa umeshaipangusia mara kwa mara. Kama unakuwa una taulo safi, hasa hizi taulo za kuogea sio safi hata kidogo, zina bakteria chungu mkoba. Kwa hiyo ukimaliza uso wako na kwevu na unasikia kabisa umekuwa laini na nyororo. Nikimaliza kama kawaida nachukua rose water yangu, alafu naweka kwenye pamba kama hivi, alafu napitisha tu usoni kama tona. Na rose water inasaidia ngozi kuwa vizuri, kuwa laini. Kama una makovu usoni, kama una upele usoni, inasaidia sana. Kama una uso usoni, inasaidia. Napitisha kama hiyo kidogo. Kisha mimi tunasubiri inakauka. Ikishakauka kama hivyo, nachukua aloe vera gel yangu napaka usoni. Na kwenye hii sitaweka mafuta yote kwa sababu tuliweka asali kwenye ule mchanganyiko wetu wa papai, na asali inafanya ngozi yako kubaki na ule unyevunyevu ambao unahitaji. Na kwa sababu natumia aloe vera, ni usiku tu, usiende mahali popote, na aloe vera na yenyewe inasaidia ngozi kuwa laini, kukaa na unyevunyevu wake. Hata kama una ngozi ya mafuta itakusaidia.
Kama utakuwa umeshatumia mafuta mengi, lotion nyingi, watu wengi wananiambia Bariki umeshatumia lotion nyingi siwezi. Hakikisha unajaribu mafuta ya mitishamba. Jaribu aloe vera gel, jaribu mafuta ya nazi, jaribu mafuta ya mzaituni, mazuri sana. Utaona kabisa mabadiliko usoni. Usipake vitu sio vijua. Hizo lotion ambazo watu wanatengeneza wamechanganya vitu vingi sana ambavyo labda uso wako haupendi au havikukubali kabisa. Kwa hiyo mimi sasa hivi nimeacha habari za kupaka lotion za kununua, ni lotion ambazo tayari zimeshatengenezwa na kuzipaka, hizo hapana. Napaka tu vitu vya asilia, kama ni mafuta ya shea butter, kama ni mafuta ya mzaituni, kama ni aloe vera gel, naweza nikaichanganya na glycerin wakati wa asubuhi, au naweza nikachukua glycerin yangu nikachanganya na shea butter nikapaka usoni. Unaona, sipaki lotion nyingi au vitu ambavyo nisivyojua. Mimi napenda kutumia vitu ambavyo vinatoka kwenye mimea kwa sababu naamini mimea ndio inayotibu kuliko vitu vingine vyote. Dawa zote zinatoka kwenye mimea. Kwa hiyo hakikisha unajaribisha aloe vera gel kupaka usoni hata kama una ngozi ya mafuta. Na hivyo ukiendelea kufanya, ngozi yako itaendelea kuwa laini na nyororo na utakuja kuniambia. Kwa hiyo wapenzi, ukijaribu hii mask naomba uniambie, na pia usisahau kula mapapai, pia ni mazuri, lakini mimi wasiyapendi sana kuyala. Napenda kuyala lakini sio sana, okay? Kwa hiyo hakikisha una subscribe na una like hii video. Kwa hiyo utakuja kuona kwenye video nyingine na wakati mwingine. Kwaheri.